Wale tunashindana na wao mimi nawajua. Nimewauliza maswali juzi. Mambo yale mengine tutakuja tuongee Januari ikifika. Mimi nimeambia wana ODM. President Ruto has officially broken his silence on Azimio's talks, and he came out swinging. While he acknowledged the call for dialogue, he used the moment to launch a stinging attack on the United Opposition and his former deputy, Rigathi Gachagua. Unisalimie hewani hivi wana Migori. Basi, asanteni sana. Basi, mimi kwanza nataka nimshukuru rafiki yangu Bwana Junet Mohamed kupanga ili tuwe na mechi hii ya fainali leo. Tumeona hapa vijana wa hapa Migori wako kiwango ya juu sana. Wana Migori jameni, mjipigie makofi, mko noma tu sana. Hawa vijana ni noma, si noma bwana? Si ni noma sana hawa vijana? Na mimi nimekuja hapa kuungana pamoja na nyinyi. Nilikuwa hapa nyumbani, huyu mungwana akaniambia ya kwamba kuna football hapa, nikasema niwatembelee. Na wakati nilikuja hapa, nyinyi mnajua nilisimama pale Posta. Ile kiwanja tunaongea pale Posta, si namna hiyo? Na mimi nikawaambia hii Migori, hatutakuwa tunafanya mkutano yetu Posta, tutatengeneza stadium. Na leo nimepitia hapa kuangalia hiyo stadium. Tumetoa pesa ya serikali milioni 850 ya kujenga hiyo stadium. Na watu wa Migori, vile nimeona hiyo stadium, kufikia mwezi wa 6 mwaka huu, hiyo stadium itakuwa tayari. Hii finals mumecheza hapa katika uwanja huu wa primary school leo. Next year, hiyo finals tutachezea kwa stadium pale. Migori hoye! Migori hoye! Nilikuwa hapa wiki 2 zilizopita na niliwaambia watu wa Migori ya kwamba siasa tumebadilisha. Siasa ni ya kuunganisha Wakenya. Siasa ni ya maendeleo. Siasa ni ya miradi. Hakuna tena siasa ya mdomo tupu. Hakuna tena siasa ya mambo ya ukora. Hakuna siasa ya udanganyifu. Hakuna siasa ya ubaguzi. Na tumesema mambo ya ukabila tunafungia nje. Migori hoye! Munasema tuendelee pamoja, tuache siasa ya ubaguzi. Mimi nimewaambia hivi na nataka muniangalie vizuri. Nimesema ile siasa ya ubaguzi ambayo ilibagua Migori hii miaka yote, hiyo siasa tumeifungia nje. Hii Migori tutahakikisha iko katikati ya mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mimi niliwaambia hapa katika ziwa Victoria hapa pale mambo ya Paya, tulikubaliana Muhuru Bay tunajenga Paya, Muhuru Bay tunajenga soko, Muhuru Bay tunajenga fish landing site. Na huyu Hassan Joho yuko hapa leo. Huyu mungwana ako na amri ya kuhakikisha ya kwamba tunajenga fish landing sites 3 mpya hapa Migori County, ili hii Migori ibadilike na miradi na mipango ya maendeleo. Migori hoye! Migori hoye! Tulikubaliana ya kwamba tuko na mambo mengine mengi. Affordable housing mumesikia, tutakuwa hapa. Tumewapatia shilingi bilioni 2.8 ya Migori Town ya kujenga nyumba 2,000 hapa Migori Town. Tunaelewana my friends? Soko 18 zinaendelea hapa Migori. Mambo ya hostels ya vijana wenu, vijana 7,200 watakuwa na hostels ya kuishi hapa Migori County. Na hiyo mpango yote ni ya kuhakikisha kwamba Migori iko katikati ya mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Tunaelewana my friends? Tunaelewana my friends? Mambo yale mengine tutakuja tuongee Januari ikifika. Mimi nimeambia wana ODM. Sawa sawa? Si mnajua mimi naelewa siasa? Mimi naelewa siasa kiasi bwana.
Nimeambia wana ODM, my friends, nyinyi jipangeni. Sawa sawa? Si muko na party leader? Si muko na viongozi wenu? Mujipange. Sisi nitapanga wale wengine. Alafu tutakutana, tutaunda serikali pamoja. Nyinyi muko tayari ama hamuko tayari? Muko tayari ama hamuko tayari? ODM itajipanga. Zamani nilikuwa nasikia baba akisema ODM, mnasema tuko tayari. Muko tayari kweli? ODM. 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 Muko tayari? Hebu nione wala nasema tuko tayari. Muko tayari? Na mimi pia niko tayari na wale wengine. Sawa sawa? Na nyinyi msijali. Sawa sawa? Msijali. Wale tunashindana na wao mimi nawajua. Nimewauliza maswali juzi. Wameanza kuregarega kutapatapa. Nimewauliza maswali juzi nyinyi. Mambo mawili ni ya muhimu kwa hii siasa. Kwanza, ukuwe na plan na sera na mpango na agenda. Ya pili, ukuwe na track record. Ama namna gani? Mimi nauliza nyinyi watu wa Migori. Kwani hapa Migori mtu anachaguliwa kwa sababu wako na sura mzuri? Si anachaguliwa kwa ile kazi amefanya? Kama mtu amefanya kazi miaka 5 si analete record ya miaka 5. Kama mtu amefanya kazi miaka 20 si analete record ya miaka 20. Kama umefanya 40 years kama jamaa mwingine si alete record ya 40 years. Kama hana record atembee nyumbani mbio mbio. Ama namna gani my friends? Tunaelewana? Si kila kiongozi akuwe na rekodi yake. Yes. Huwezi kuwa umekuwa uongozini miaka 20, miaka 30, miaka 50. You cannot account for your leadership. That is what I have said. And I will insist. Na hawa watu nitawasukuma mbaya sana. Mpaka watuambie rekodi yao iko wapi. Ama namna gani? I must say this. Leadership must be accountable. Every leader must account for their time in leadership. And if you cannot account for your time, if you have no projects behind you, if you have no agenda behind you, forget about leadership in Kenya. We want to move ahead as a nation. Tumekwama siku nyingi kwa sababu ya viongozi hawana sera, hawana mpango, hawana maono, hawana agenda. Ama namna gani my friends? Nyinyi watu wa Migori, mutapigia mtu kura mwenye hana agenda, mwenye hana mpango, mwenye hana sera? Mutampigia kura mtu ya kumangamanga tu ati yako na sura mzuri? Kwani sisi tunachagua mtu ya sura ama tunachagua kiongozi wa kutupeleka mbele? Tuko pamoja? Migori hoye! Migori hoye! Wale jamaa wakuje na agenda na wakuje na track record yao, watuambie, mimi I am ready to demonstrate my track record. I am ready to demonstrate the plan that I have for this country. Watu wasiseme kama wewe unasema mpango ya kupeleka Kenya first world haifai, wewe utuambie unataka kupeleka Kenya wapi? Ama namna gani my friends? Wengine wanasema kwa sababu tumesema tukue kama Singapore, wengine wanasema tukue kama Somalia. Wale ni watu wapumbavu sana. Ama ni aje wana? Tuko pamoja? Tuko pamoja? There you have it. What do you think the united opposition will say? Leave your comment below. Thank you.